Sikiliza kwa makini. Sayansi ndani ya Qur'an iliyoshangaza mpaka wanasayansi. Wanasayansi katika karne ya 20 kwa kusaidiwa na powerful microscope walieleza uumbaji wa binadamu. Kwanza, inatoka seli ndogo kutoka kwa baba, inaungana na seli ndogo kutoka kwa mama. Kisha hupata makazi salama ndani ya tumbo la mama. Hatua inayofuata ni ya kuning'inia au ambayo wanasayansi huita embryo, lakini Qur'an huita alqa, linalomaanisha kitu kilichojishikilia au kitu kinachofanana na ruba, na ukilinganisha ruba na embryo vinafanana. Subhanallah. Kisha hiyo embryo iliyojishikilia au kuning'inia hugeuka kuwa kama kidonge kilichotafunwa. Qur'an inataja kama mudgha. Hii ni sehemu inayoshangaza sana, ambapo hilo neno kwa Kiarabu linamaanisha kama kitu kilichotafunwa. Mfano rahisi ni kama bigiji iliyotafunwa. Na ukiangalia embryo katika hatua hii kwa kutumia darubini, kweli inaonekana kama kipande cha nyama kilichotafunwa, na kuna alama kama meno zimekandamaza. Subhanallah. Kisha mifupa huumbwa, halafu nyama huvishwa juu ya mifupa hiyo. Katika Qur'ani, Allah anasema, kisha tukamjalia awe tone ya mbegu ya uzazi katika kalio madhubuti. Kisha tukaiumba tone kuwa damu iliyoganda, na tukaiumba damu kuwa pande la nyama. Kisha tukaliumba pande la nyama kuwa mifupa, na mifupa tukaivika nyama. Kisha tukamfanya kiumbe mwingine. Fikiria kwa makini kuhusu hili. Miaka zaidi ya 1400 iliyopita kulikuwa hakuna maendeleo ya sayansi na teknolojia, hivyo ni vigumu kuona ndani ya tumbo la mama. Huyo ni Dr. Keith Moore, ni mwanajiolojia mashuhuri ambaye alishangazwa sana kiasi kwamba aseme, hakika Qur'ani hii lazima itoke kwa Mungu.